Siku moja Yesu aliuliza wanafunzi wake, "Je, hamkuweza kukesha nami hata lisali moja?" Mathayo 26:40 na 41. Yesu alitegemea wanafunzi wake waombe pamoja naye kwa muda usiopungua chini ya lisali moja. Yesu alikuwa na kawaida ya kuomba zaidi ya lisali moja. Hivyo alitaka wanafunzi wake waungane naye angalau hata kwa lisali moja. Kwenye Mathayo 26 kuanzia 39 mpaka 45, tunaona Yesu akikatisha maombi mara 3 na kwenda kuzungumza na wanafunzi wake akiwahimiza juu ya wao kuomba naye angalau lisali moja. Wanafunzi wake wangeweza kuomba kwa dakika 10, 30 au hata 45 na waseme wameomba, na kweli wangekuwa wameomba, lakini wasingekuwa wameomba pamoja na Yesu kwa jinsi alivyotaka waombe naye. Lazima kulikuwa na faida kwa wanafunzi na kwa Yesu kuomba kwa pamoja kwa muda usiopungua saa moja kwa siku hiyo. Tunajua mtu asipopata faida ya kitu, hata msukumo au shauku ya kukitafuta au kuwa nacho unakuwa haupo. Yesu alijua asipowaambia faida ya kuomba kwa muda usiopungua chini ya saa moja, wasingekuwa na msukumo wa kuomba kwa kiwango hicho. Tunakwenda kuangalia faida za kuomba kwa muda mrefu. Tega sikio lako kwa makini kabisa, usikilize mambo machache ambayo yatakwenda kuonesha ni faida za kuomba kwa muda mrefu. Faida ya kwanza ni tusiingie majaribuni. Not the word tusiingie majaribuni. Hata hivi leo Yesu anatuuliza swali lile lile alilouliza kina Petro katika Mathayo 26 mstari wa 40, ambayo inasema, "Je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata lisali moja?" Kuna wakati na mazingira ambayo Yesu anataka tuombe naye kwa muda usiopungua lisali moja. Na hii haimaanishi kwamba hapendi au ajibu maombi ya muda mfupi. Hapana. Maombi ya muda mfupi na maombi ya muda mrefu yote yafaa na yapo katika maandiko. Ila kumbuka mazingira, mfumo na faida za kuomba kwake ni tofauti. Ikiwa Bwana Yesu anataka tuombe kufuatana na Mathayo 26:40, tujue kuwa yuko tayari kutueleza na kutuelekeza mambo ambayo anataka tuombe pamoja naye. Mathayo 26:41 anabainisha faida mojawapo ya kuomba kwa muda mrefu aliposema, "Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi lakini mwili udhaifu." Alitaka waombe kwa muda usiopungua lisali moja ili wasije wakaingia majaribuni. Kuna kuomba ukiwa ndani ya majaribu, lakini hapa hatuzungumzii hilo. Hapa nazungumzia angalau lisali moja uombe naye ili usije ukaingia majaribuni. Hata wakati anazungumzisha namna ya kusali, kuna mahali anasema, "Usitutie majaribuni lakini utokoe na yule mwovu." Mathayo 6:9-13. Jiombee kabla hujaingia majaribuni. Ni vyema kujifunza na kujizoeza kujiombea kabla haujaingia majaribuni. Lakini hauwezi kujua umuhimu wa jambo hili bila kufahamu neno hili majaribu limetumika likiwa na maana gani. Si kila jaribu, si kila kinachokuhuzunisha ni jaribu, isipokuwa umefika mahali pa njia panda kuhusu kutii kilicho cha Mungu katika maisha yako. Unapoomba ufalme wake uje. Swali, unapoomba ufalme wake uje, je, ukija upo tayari kufuata mfumo wake wa utawala? Hilo ni jaribu. Vipi kuhusu mapenzi yake yatimizwe? Je, yakitimizwa kama ulivyoomba, utaweza kuyatekeleza na kuyafuata? Baada anasema, "Utupe leo riziki yetu." Je, akikupa riziki unayoiomba haitaharibu utii wako kwake? Kuwasamehe waliokukosea. Anasema utusamehe makosa yetu. Ikifika wakati wa wewe kuwasamehe watu waliokukosea, unaweza kuwasamehe? Ili kutofikia mahangaiko ya namna hii na mengineyo, inahitajika kuomba kwa muda usiopungua chini ya lisali moja. Kuomba kwa muda mrefu, kuomba bila kuchoka, kuomba bila kusita. Unaweza kuomba kwa dakika 40, unaweza kuomba kwa dakika ngapi, lakini ni vyema sana ukawa na uwezo wa kuomba na lisali moja na kuendelea. Ndicho kiwango ambacho tunaona Yesu ametupa, ni kiwango cha chini kabisa cha kuomba angalau lisali moja. Faida ya pili ya maombi ya muda mrefu ni kuutiisha mwili. Utakapojikuta majaribuni, kikwazo kikubwa cha utii wa mtu ni mwili wake mwenyewe.
Mwili unaweza kukufanya usitii au kusikiliza maagizo ambayo Mungu anakupa kabla hujaingia au ukiwa majaribuni. Maombi ya muda mrefu yanasaidia sana katika kuusulubisha mwili na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Wagalatia 5:24, mwili na mawazo yake na tamaa zake vikibanwa, roho na nafsi zinakuwa uhuru kufuata maagizo ya Mungu bila kusita. Ikiwa umempokea Kristo na unampenda sana, maana yake ni kuwa roho haioni tatizo lolote kumtii Mungu. Lakini maadamu tupo duniani, roho na mwili lazima viendane pamoja. Mwili ni nyumba ya roho yako ukiwa duniani. Kwenye Warumi 8 ukianzia pale mstari wa 6 hadi mstari wa 8 anasema, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kutii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Ukisoma na kutafakari maandiko haya utagundua hauwezi kutimiza mapenzi ya Mungu kwa hiari ya mwili wako. Mtume Paulo aliwaandikia Wagalatia 5 na ule mstari wa 16. Akasema, basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Maombi ya muda mrefu yanasaidia kuutiisha mwili ili iwe rahisi kutii na kumsikiliza Mungu, ili iwe rahisi kuyasikiliza na kuyatekeleza maagizo ya Mungu, ili iwe rahisi kumsikia Mungu anasema nini katika situation unayopitia. Faida ya 3 ya maombi ya muda mrefu ni kutiisha mazingira yanayokuzunguka. Unaposhindwa kuomba kwa muda mrefu, mazingira unayokutana nayo au yanayokuzunguka ndiyo yanayotoa msukumo wa ufanyaji wa maamuzi, na si amani ya Mungu inayofanya kazi vizuri ikiwa utaomba mfululizo na kwa muda mrefu. Wakolosai 3:15 anatushauri jambo hapa. Anasema, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Je, una subira ya kutosha moyoni mwako ya kusubiri amani ya Kristo iamue juu ya jambo lolote? Watu wengi sana huamua kulingana na mazingira au hali waliopo, ambayo huwa inawasukuma kiasi cha kufanya maamuzi ambayo wameyafanya pasipo kumsikia Mungu anasemaje, pasipo kumsikiliza Mungu anaongea nini kwenye hali hiyo kwa wakati huo. Wanajikuta wanaamua maamuzi ambayo baadaye yanakuja kuleta shida au yanaleta matokeo ambayo hawakuyatarajia kwenye maisha yao. Yesu alisema hivi kabla ya kuondoka hapa duniani. Yohana 14 na mstari wa 27 alisema, amani na waachieni, amani yangu na wapa niwapayo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Yesu alijua fika kuna amani za aina nyingi na zinafanana. Hiyo sentensi inaonyesha kuwa kuna amani nyingi, ila amani yake iko juu ya amani zote. Njia ambazo Yesu hutumia kutupa amani ili sisi tuweze kuipokea ile amani. Hiyo amani itatusaidia kufanya maamuzi sahihi, aidha tukiwa majaribuni au katika nyakati za kuingia kwenye majaribu. Amani ya Mungu inapokuwa imeshiba ndani yetu, inatusaidia tusiweze kuamua kwa kukurupuka, tusiweze kuamua kwa namna watu ambao wanataka tuamue. Yamkini kuna sauti nyingi zinakushinikiza uamue kitu fulani, lakini ile amani ya Kristo ikiamua ndani yako itazuia zile sauti. Lakini hiyo amani ya Kristo hauwezi kuitengeneza kama unakuwa na maombi ya kusita, unakuwa na maombi ambayo ni ya kurukaruka, unakuwa na maombi ambayo yanakuwa hayana mfululizo, maombi ya leo na kesho, maombi ya muda huu kidogo na unaomba muda ule kidogo. Hapana, yanatakiwa maombi ya muda mrefu, maombi ya bila kukoma, maombi ya kushikilia, maombi ya kuuma mpaka kitu kinapotokea. Faida ya mwisho inasema ni kuwa na usikivu na utayari wa mambo wa kiroho. Ni kuwa na usikivu na utayari na mambo ya kiroho. Unapoomba kwa muda mrefu, macho na masikio yanazidi kufunguka na utayari wa kufuata ulichokiona au kukisikia unaongezeka. Ni muhimu sana kujizoesha kuomba muda mrefu ili usikivu na utayari wa kiroho kuongezeka zaidi. Mwanadamu, mtu yule wa ndani na mtu wa nje wana viungo vinafanana. Mtu wa ndani ana masikio, ana macho, ana mikono, ana mdomo, ana kila kitu. Unapoomba kwa muda mrefu unazidi kumfanya yule mtu wa ndani aendelee kuwa active. Mambo ya msingi zaidi ya kuelewa kwa undani. Kwanza kabisa, uumbaji wa mtu mwenyewe. Mtu ni jumla ya mtu wa ndani na mtu wa nje. Inner man and outer man. Imeandikwa kwenye Wakorinto wa 2:4 na ule mstari wa 16. Kwa hiyo hatulegei
bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Mtu wa ndani kwa kuonekana na kutambuliwa anafanana na mtu wa nje, isipokuwa mtu wa ndani ni roho na mtu wa nje ni mwili. Mtu wa ndani ni kama wa nje pia, kama nilivyosema awali, ana macho, ana masikio, ana miguu, ana kila kitu. Yesu anasema kwenye Mathayo 4:4, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mkate ni chakula cha mwili na neno ni chakula cha roho. Unapoomba unaona, unapoomba unasikia, unapoomba muda mrefu zaidi unaona na kusikia vizuri zaidi. Unapopunguza kuomba na unajikuta hauombi kwa muda mrefu, kuona na kusikia kwako kwa jinsi ya roho kunapungua. Yesu anasema kwenye Mathayo 7:7 na mstari wa 8, ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Yesu anataka tujue ya kuwa tukitafuta tutaona. Kwa hiyo tukiamua kutafuta, basi tutafute hadi tuone. Anayeomba huwa anatafuta katika ulimwengu wa roho, na akitafuta kwa bidii ataona. Hii ina maana macho yake ya ndani yatafunguka kuona katika ulimwengu wa roho. Mithali 8 na ule mstari wa 17 inasema, na wapenda wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Ukisoma Mungu, hii scripture inaonyesha kwamba Mungu anawapenda wanaompenda, na wakimtafuta watamuona. Na unapozidi kuomba kwa muda mrefu, unaongeza access zaidi ya kukutana na Mungu ana kwa ana, ya kuonana na Mungu kwa uharaka zaidi. Oh, haleluya. Mfalme Uzia alitia bidii katika hili alipowekwa kuwa mfalme akiwa kijana wa miaka 16 tu. Biblia inasema katika ile Mambo ya Nyakati wa pili sura 26 na ule mstari wa 5, akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zekaria aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu, na muda alipomtafuta Mungu, Mungu alimfanikisha. Na kitu kilichofanyika hapa ni kwamba mfalme Uzia aliamua kuomba kwa muda mrefu kwa nia ya kumtafuta Mungu ili amuoneshe njia ya kufanikiwa katika nafasi hiyo aliyopewa ya kuwa mfalme. Na alipofanya hivyo, macho yake na masikio yake ya ndani yakafunguka, akaifahamu njia, akaifuata, akafanikiwa. Unatakiwa uombe hadi upate, ikiwa na maana ya kuwa katika ulimwengu wa roho njia ya maombi ni kuomba hadi uone kile unachokitafuta. Mtu wa Mungu, unapoomba unatafuta, na ukitafuta unaona, na ukiona unajua. Amen.